Matendo ya Mitume sura ya 14. Kuna neno nataka nilitumie pale kwa ajili ya hizi dakika 40 ambazo ninataka nizitumie kwa ajili ya kazi ambayo iko mbele yangu. Neno la Mungu linasema kuanzia ile sura ya mlango wa kwanza, Matendo ya Mitume 14, anasema ikawa huko Ikonio wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi, na kwa vile walivyonena, kundi kubwa la Wayahudi na la Wayunani wakaamini. Sema, kundi kubwa la Wayahudi na la Wayunani wakaamini. Alafu anasema walakini Wayahudi wasioamini. Sema walakini Wayahudi wasioamini wakawatahayarikisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Alafu ule mstari wa 3 anasema basi wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika Bwana, aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Lakini jamii ya watu wa mjini wakafarakana, hawa walikuwa upande wa Wayahudi na hawa upande wa mitume. Hata palipotokea shambulio la watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao juu yao, kuwatenda jeuri na kuwapiga kwa mawe, wao wakapata habari, wakakimbilia Listra na Derbe, miji ya Likaonia na nchi zilizo kando kando, wakakaa huko wakihubiri Injili. Na tena huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mama yake, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Sema, ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi, akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Herme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua mavazi yao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano, wakipiga kelele wakisema, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu, hali moja na ninyi. Twawahubiri habari njema, ili mgeuke. Sema, ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi, bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe. Haleluya, atukuzwe Bwana Yesu. Sasa hili neno ni neno ambalo Mungu ametupa leo kwa majira haya na wasaa huu, kwa habari ya kanisa letu ambalo leo tuko mahali hapa, Shiloh Deliverance International Ministry. Kwa nini tuko hapa na kwa nini Mungu amependezwa kwamba kanisa la Shiloh liwepo hapa lilipo? Na mkumbuke, hapa ni mwanzo tu, ndipo lilipoanza. Kuna sehemu lingine litakuwa kubwa zaidi, litakuwa kubwa zaidi. Kuna mambo machache nataka niwafundishe ili muambatane na mtumishi wa Mungu hata pale mtakapoona kanisa limekuwa kubwa na matendo ya miujiza yakitokea. Sasa anasema ikawa huko Ikonio wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi. Sasa mfahamu, Biblia inapozungumza sinagogi maana yake ni nini? Fahamu kwamba Wayahudi walikuwa na sehemu ya kuabudia iliyokuwepo Yerusalemu. Kwa kule Yerusalemu kulikuwa kuna hekalu, ndilo walilokuwa wanaenda kufanya ibada zao.
Kwa walikuwa wakitoka sehemu zote wanakotoka wanakwenda Yerusalemu, ndipo ambalo hekalu lilipokuwa limejengwa. Kwa hiyo wanafanya ibada zao katika hekalu la Bwana Yerusalemu. Amen. Sasa mnakumbuka baada ya utawanyiko wa kanisa, baada ya Stefano kuuawa na huyu mtu ambaye anaitwa Paulo akisimamia kifo cha Stefano, kanisa likatawanyika. Wakakimbia, Matendo ya Mitume 7. Wakakimbia Wakristo waliokuwa Yerusalemu, wakatawanyikia sehemu mbalimbali. Sasa kule walikotawanyika waliendelea kufanya ibada. Sasa sehemu walizokutana na kufanya ibada ndizo walizokuwa wanaita sinagogi, kwa sababu hekalu haliruhusiwi kuwepo nje ya wapi? Yerusalemu. Kwa hiyo ukisikia sinagogi, maana yake ni sehemu ambazo Wayahudi walikutanika wakafanya ibada mbele za Mungu wao nje ya Yerusalemu, ndio ikaitwa sinagogi. Sema sinagogi. Kwa hapa Paulo alipokuwa anakwenda katika mji wa Ikonio, walikuwepo Wayahudi waliookoka. Ile sehemu waliokuwa wanakusanyika ndio ilikuwa inaitwa sinagogi. Kuna watu wanasemaga sinagogi ni misikiti. Sio kweli. Sinagogi na msikiti mbali, kwa sababu sinagogi ni sehemu ambayo Wayahudi walikusanyika kwa ajili ya kufanya ibada. Na mmesikia kwamba Yesu aliingia kwenye masinagogi. Kila uliposikia kwamba Yesu aliingia katika sinagogi, ujue alikuwa sehemu ilikuwa nje ya nini? Ya Yerusalemu, nje ya hekalu la Bwana lililokuwepo katika Yerusalemu. Kwa hapa tunaona katika huu mji wa Ikonio, hawa watumishi wa Mungu waliingia katika sinagogi la Wayahudi. Kwa akisema sinagogi la Wayahudi, manake kuna watu wa jamii nyingine na wenyewe walikuwa na sehemu zao za kufanyia ibada, lakini Paulo na Barnaba wakaamua kwenda kwenye sinagogi ambako Wayahudi walikuwa wanakusanyika, wakakusanyika na Wayahudi wenzao. Haleluya, haleluya. Yaani ninaomba Mungu ainue hii huduma. Mtu akitoka Shilo Dodoma akaja Shilo Kibaha, ataingia Shilo Kibaha, mahali ambapo Bwana anaonekana. Mtu atakayetoka Shilo ya Shinyanga akija Shilo ya Kibaha awe na sehemu ya kuabudia. Yaani kila utakapokwenda mwana Shilo uwe na sehemu ya kuingia, uwe na Shilo ya kuingia na kufanya ibada yako hapo, kwa jina la Yesu, na ndivyo itakavyokuwa. Kama Wayahudi walitoka hekaluni, walitoka Yerusalemu wakaenda Ikonio, kwa kuna sehemu ya kukutania, na Shilo ikawa hivyo hivyo, na Bwana akawatendee kwa kadiri ambavyo ameona inafaa kwenu, na kwa kadiri ambavyo mmejitoa na kumwamini yeye ni mwaminifu, atafanya. Haleluya. Kwa anasema ikawa huko Ikonio wakaingia katika pamoja katika sinagogi la Wayahudi, na kwa vile walivyonena, kundi kubwa la Wayahudi na la Wayunani wakaamini. Kwa vile walivyofanyaje? Walivyonena, manake walivyohubiri. Kundi kubwa la Wayahudi likafanyaje? Na pamoja na watu gani? Wayunani. Wayunani nao wakaamini. Kwa hiyo hakuna imani katika Kristo ambayo itapatikana pasipo kuhubiri injili ya kweli. Injili ya kweli ndiyo inayofungua watu na kufanya watu wamwamini Mungu. Anasema neno la msalaba kwa wanaopotea nini? Bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya nini? Kwa injili ni nguvu ya nani? Injili ni nguvu ya Mungu. Injili ni nguvu ya nani? Injili ni nguvu ya Mungu. Sema injili ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu ikiwa ni nguvu ya Mungu, ina uwezo wa kuwabadilisha watu na kuwafanya wamwamini Mungu, waziache njia zao mbaya, wamwamini Mungu aliye hai. Atukuzwe Bwana Yesu. Ni vile tuko na namna, inawezekana mjaelewa anga mlilopo. Niko namwambia huyu, nikamwambia huko ulikoenda Mungu awe pamoja na wewe. Ili anga kuanzia kuanzia pale kwa Matias, nenda mpaka Misugusugu. Ili anga linamhitaji Mungu. Yaani ukiingia kwenye hili anga lazima awe ni Mungu kweli amekupa huduma. Kama hajakupa huduma Mungu, huwezi kusurvive. Sababu kuna madhabahu nyingi sana. Atukuzwe Bwana Yesu. Sasa lazima Mungu awaongoze na awe pamoja na ninyi.
Sasa hapa tunaona kundi kubwa la Wayahudi, kama ambavyo kundi kubwa la wanamwenda pole watakavyoisikia hii injili na kuiamini, wakaja kanisani. Haleluya, haleluya! Kwa sababu hapa sio Wayahudi peke yao waliokuja, ni Wayahudi pamoja na Wayunani. Pamoja na watu gani? Na Wayunani. Kwa hiyo watakuwa Wakristo watakaohubiriwa neno la Mungu, na pamoja wasio Wakristo wote wataliamini neno la Mungu, wataliamini injili ya Mungu. Kwa hiyo sio Wakristo peke yao. Kuwepo kwetu hapa Shilo, kuwepo hapa itawahusu Wakristo na wasio Wakristo. Si kama tunaelewana? Sasa ndipo pale ambapo wale ambao ni Wakristo, kuna vita itainuka kutoka kwa Wakristo kama ilivyoinuka kutoka kwa Wayahudi, na wale wasio Wakristo kuna vita itainuka kutoka kwa wasio Wakristo. Nitawaelekeza kitu kimoja. Haleluya. Anasema wakaamini. Mstari wa pili anasema walakini Wayahudi wasioamini. Sema Wayahudi wasioamini. Wakawatayarikisha watu na mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Wayahudi wasiofanyaje? Hivi mnafahamu kuna Wakristo wasioamini? Si mnajua kuna Wakristo wasioamini? Kwa hiyo watakapoona Shilo inakuwa, watakapoona kuna matendo makuu ambayo Mungu anayafanya kupitia Shilo, Wakristo wasioamini watainuka. Hatuna haja ya kuwataja. Si mnawajua? Si mnawafahamu? Watainuka watakapoona kuna watu wanatoka kwenye kwao wanakuja Shilo. Watainuka, watawapinga. Mimi ninasimama hapa nimepingwa na Wakristo wenzangu, tena sio na watu wadogo, nimepingwa na watumishi wa Mungu. Wakatuma serikali kwa namna mbalimbali kwamba huyu jamaa anaenda wapi, naona anatuchukulia watu wetu. Unaona, wasioamini, wasio Wakristo, Wakristo wasioamini wanasema watu wetu, wasijue kama watu ni wanani? Watu ni wa Mungu. Yaani ninyi, mmoja namwambia huyu mwanangu wa kiroho hapa, kumbuka Moses, hao watu ni wa Mungu. Mungu ndiye anayekupa hao watu. Wewe huwezi kutafuta hata huyu, huwezi kumtafuta hata mmoja. Na ndio maana Yesu mwenyewe anasema Mungu anasema mtu hawezi kuja wapi? Kwangu. Ikiwa Baba hajamuita kwangu, hawezi kuja. Anasema hivyo nani? Jamani, sio Paulo anasema hivyo, ni Yesu mwenyewe. Mtu haji kwangu isipokuwa Baba amempa kuja kwangu. Kwa ninyi ni watu wa Mungu. Sema mimi ni mtu wa Mungu. Na Prophet Moses ni mtu ambaye Mungu amenipa ili aniongoze katika njia ya kweli. Sema haya maneno. Na Prophet Moses Mungu amenipa aniongoze katika njia ya kweli. Sasa sikilizeni. Anasema hapa walakini Wayahudi wasioamini. Sema walakini Wayahudi wasioamini. Sema walakini Wakristo wasioamini wakatayarikisha watu. Anasema wakatayarikisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Sasa walichofanya, anaposema watu wa mataifa, ufahamu Biblia. Biblia inaposema mataifa, anayesema mataifa lazima awe Myahudi. Kibiblia mtu yoyote ambaye sio Myahudi ni mataifa. Nimesema nini? Kibiblia. Lakini kilokole mtu yoyote ambaye hajaokoka tunamuita nani? Wametoa hiyo asili kwenye asili ya kwanza ya Myahudi, na mtu mwingine ambaye sio Myahudi anakuwa ni mataifa. Kwa kibiblia mataifa ni mtu ambaye sio Myahudi, anaitwa mataifa. Kwa pale aliposema kwa Wayahudi wakaamini pamoja na Wayunani. Wayunani sio Wayahudi, ni mataifa. Na ndio maana hapa anatumia lugha mataifa. Wakawatayarikisha Wayahudi wasioamini, wakawatayarikisha mataifa. Manake wale wasio Wayahudi walioamini na wenyewe wakaambia msiamini. Anaposema ndugu ni watu walio katika kanisa. Haleluya. Ndugu yako ni nani? Kumbuka, ndugu yako wewe ni mwanadamu yoyote ambaye yuko hapa duniani. Yule ni ndugu yako. Tuna ndugu wa aina ngapi? 3.
Aina ya kwanza, ndugu ni mwanadamu mwenzio. Ndugu ni nani? Huyo ni ndugu yako. Haleluya, haleluya. Alafu ndugu wa pili ni muamini mwenzio. Ni muamini mwenzio, mliamini pamoja katika nani? Alafu ndugu wa mwisho ni ndugu wa kuzaliwa. Kama mimi nilivyosema, Harriet ni ndugu yangu, akitoka yeye nafuata mimi, ni ndugu yangu. Kwa kibiblia ndugu inabeba maana hizo. Kwa hapa hawa ndugu waliohubiriwa Injili wakaamini, wakaitwa ndugu. Kwa Wayahudi wakainuka wakawapinga wale watu, wakasema mambo mabaya juu yao. Anasema kuwatia nia mbaya juu yao. Sema kuwatia nia mbaya juu yao. Sema mimi kama Mwanashilo ninakataa kutiwa nia mbaya kwa jina la Yesu Kristo. Na kila roho yenye kutia nia mbaya lazima tuikemee, iondoke katika kanisa. Lazima tuifukuze kwenye mipaka ya kanisa. Lazima tuifukuze kwenye mipaka ya familia. Lazima tuifukuze kwenye mipaka ya biashara. Lazima tuifukuze kwenye mipaka ya kazi. Kila roho yenye kutia nia mbaya isitukaribie kwa jina la Yesu. Sababu ni roho mbaya. Ni roho mbaya. Roho yenye kutia nia mbaya ni roho ya uharibifu. Na wengine hapa mmeharibikiwa kwa sababu hii roho iliwapitia, mkaonekana wabaya, mkaonekana msiofaa. Si kama tumeelewana watu wa Mungu? Lazima tuikataa hii roho ya nia nini? Na wewe usiwe sehemu ya kuruhusu roho ya nia mbaya ikakaa ndani yako. Kataa kwa jina la Yesu. Isikae ndani yako, ikae ndani ya watu wasiomjua Mungu. Na hata hao pia waombee ili hiyo roho itoke, iwaachie. Sababu kuna muda wasiomjua Mungu, hiyo roho ikaa ndani yao, ibilisi ataitumia kinyume chako wewe unayemjua Mungu. Ifukuze kila unapoiona, ifukuze. Haleluya. Ifukuze mchana, ifukuze jioni, ifukuze asubuhi, kemee iondoke. Sababu ina uharibifu. Kwa anasema hapa, basi wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika Bwana aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara maajabu yatendeke kwa mikono yao. Ni nani aliyeruhusu ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao? Okay, si mmekuwa hapa mara ngapi? Mmeona Mungu anatumia mikono ya mtumishi hapa kwa ajili ya watu wengine? Si mmeona mara nyingi? Kwa ninyi ni mashuhuda, sio? Kumbukeni kitu kimoja, mtu ambaye ameitwa na Mungu. Unajua kuna watu wamejiita kwa sababu ya njaa zao, alafu kuna watu tulioitwa. Kuna vitu hatutaka kustruggle navyo. Kuna vitu hatutaka kufanyaje? Tell your brother not to sleep. Usilale. Mimi kule kanisani na utaratibu mmoja kwa watu wanaolala. Na wewe umelala leo, umelala saa ngapi? Saa 8 tu. Wewe umelala saa ngapi? Wewe brother umelala saa ngapi? Saa 5. Lakini babako akiroa amelala saa ngapi? Halali, sio? Nisikilizeni, sipende kulala kanisani. Mimi kule kanisani na utaratibu. Mtu anayelala, nimeruhusu kulala watu kuanzia miaka 60. Kwa sababu miaka 60 ni wazee tayari. Wao muda wote wanafanyaje? Hapa kuna mtu ana miaka 60. Kwa hapa wote hamtakiwi, marufuku kulala. Mimi kule kanisani mtu anayelala huaga namsimamisha. Either aje akae hapa kwenye speaker, aikumbatie speaker wakati mimi nahubiri, au kama kuna gitaa nampa, hapa mna magitaa, ashike tu gitaa hivi wakati mimi nafanyaje, ama aende akakae kwenye ngoma pale, ashike fimbo zote mbili za ngoma, lakini amekaa apigi ngoma, alafu anaacha kulala baada ya hapo. Msipende kuruhusu watu walale kanisani, sio kitu kizuri sana. So, kumbuka anapolala yeye anakuwa kishaingia kwenye ulimwengu wa roho mwingine, lakini ule ulimwengu wa roho mwingine utampa vitu gani kinyume chenu? Unaweza kumpa vitu kinyume chenu. Anaanza mmoja kulala afu wote mnasikia mafeje analala. Siruhusu mimi mtu akilala kule namsimamisha.
au namchukulia mimbari, namwekea hapa, namwambia njoo na vitabu vyako, pochi yako, kila kitu chako weka hapo juu, vitabu, simama pale. Mimi nahubiri, yeye anasimama pale, hasemi kitu. Waga hawalali baada ya. Na sio fair. Kama unajijua una usingizi, lala mapema ili uwahi badani. Na naomba msiruhusu watu wakalala ovyo. Siruhusu. Sio nzuri sana. Huyu kalala saa 8. Mwenye kusinzia hapa alikuwa wewe huyu bwana. Lakini yuko macho mpaka sasa hivi. Ametoa macho hapo. Sio fair. Tuwe fair kidogo. Tuwe fair. Kama mimi mtumishi silali, wewe usilale pia. Haleluya. Kwa hiyo anasema kwamba kwa neema yake akiwajalia ishara maajabu yatendeke kwa mikono yao. Sasa hapo walikuwa watu wangapi? Barnaba na nani? Na Paulo. Barnaba na nani? Na Paulo. Mungu akaruhusu ishara na miujiza na maajabu yatendeke kupitia nini? Niwaambie, kanisa linakuwa kunapokuwa na ishara, maajabu na miujiza. Prophetic is good. Huyu mtu wenu baba hapa ni prophet, lakini Mungu akamzidisha sana katika ishara na miujiza. Akakuzidisha sana. Najua huko hivyo, lakini akakuzidisha sana. Mimi ninayezungumza na nyinyi hapa, nimeona kanisa likikua kwa sababu ya hivi vitu ninavyowaambia hapa. Haleluya. Haleluya. Shilo itakuwa tu pale ambapo kutakuwa na matendo makuu yanafanyika hapa na watu wanayaona. Ndivyo Shilo itakavyokuwa. Hatutaenda kujitangaza. Ile bango pale naona mjaweka picha ya mtumishi. Si mnajua ile mabango Mtumishi anaweka pose na nani? Na mke wake pale. Na lile ni pose la picha tu, lakini wenyewe hawaelewanagi kwa kawaida. Ukitaka kujua kaulize watoto wao. Wanaweza kuambia baba na mama wamepigana leo. Lakini ukipita kwenye bango barabarani unaona nini? Pose, na wanatabasamu wote wawili. Ile ni sawa. Wacha wapige picha. Lakini wakishapiga picha, sisi tunataka kuona nini? Matokeo, nguvu, power. Anasema Paulo, kuhubiri kwetu hakukuwa kwa maneno, bali kwa nguvu na uweza wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Ndio shule itakavyokuwa. Moses, shule itakuwa kwa jinsi hiyo tu. Sio kwa kupiga picha na huyu mama. Mtapiga picha nyingi sana. Ingieni mahali pasiri mkakae kule ndani. Tukiona matokeo tutakuja. Tukiona matokeo tutawaambia na wengine watakuja. Tutawatangazia majirani, marafiki, ndugu kwa njoo sehemu fulani. Hilo tatizo lako linakwisha. Ndio kanisa linavyokuwa. Ndio kanisa linavyoje. Sasa angalia hapa anasema ba? Lakini jamii ya watu wa mjini wakafarakana. Anasema hawa walikuwa upande wa Wayahudi na hawa walikuwa upande wa mitume. Hebu mwambie, Bwana, tunakusihi leo ukainue kundi la watu watakao kuwa upande wa Shiloh Deliverance National Ministry kwa jina lako Yesu. Amen. Mungu akawainulie watu watakao kuwa upande wa Shiloh Deliverance. Kuna pande mbili tu. Kuna upande wa nuru na upande wa giza. Neno lenu la mwaka mnakumbuka linasema nini? Linasema sio lazima usome. Yaani linatakiwa liwe kwenye nini? Kwenye moyo, yaani kwenye akili yako liwe wazi. Una haja ya kusoma. Yaani hapa nilitegemea mmoja angesimama chapa akasema, watu wale walioko katika dini wameona nini? Wameona nuru. Walio katika giza wameona nini? Walio katika giza katika anga gani? Wameona nini? Kwa Shilo kuwepo hapa ni nuru kwa watu walio katika giza. Kwa kuna pande ngapi? Mbili tu. Kuna pande iko katika giza, alafu kuna pande iko katika nuru. Lakini neno linasema walio katika giza wameiona nini? Nuru. Shilo kuwepo hapa wataiona nuru kwa jina la Yesu. Wataiona nuru mchana, usiku na jioni.
wataiona nuru ya Kristo ikiwaangaza, na watatoka katika giza na wataliacha giza, wataifuata nini? Kuna pande ngapi? Hakuna pande zaidi ya hizo. Hivi mnafahamu Mungu sasa hii sitaifundisha. Biblia inamfunua Mungu kama anaketi katika giza nene. Anaketi katika nini? Nene. Lile neno lina maana yake, kwa sababu Biblia inaposema, Mungu anaposema hakuna mwanadamu atakayeniona akaishi, maana yake ni utakatifu wake. Mungu una uwezo wa kuua mwanadamu. Utakatifu wa nani? Una uwezo wa kuua nani? Ila utakatifu wake unapodhihirika inakuwa ni utukufu, na utukufu ndio wanadamu wanaupenda na ndio tunaokimbilia. Lakini chanzo cha utukufu ni nini? Utakatifu. Hakuna utukufu kama hakuna nini? Asili ya utukufu unaouona mahali popote, asili yake ni utakatifu, na kutoka katika utakatifu ndipo utukufu unapoonekana. Sasa Mungu ni nuru, na malaika wameonekana na mabawa wanaokizunguka kiti cha enzi cha Mungu to filter that glory. Samahani, nilisema sitaongea Kiingereza. Kupunguza ile nuru ya utakatifu wa Mungu, wale malaika wanazingira. Kwa hiyo ile miale ya utakatifu wa Mungu inapotoka haibebi madhara kwa wengine. Ni pande mbili tu. Ni pande ngapi? Mbili tu. Walio katika giza lazima waangazwe na nuru ya Kristo Yesu. Atukuzwe Bwana Yesu. Sasa hapa wanasema walio upande wa Wayahudi, Wayahudi walioamini, Mungu akatuinulia watu. Hii huduma itaendelea kuwa na vita, itaendelea kuwa na vita ya kiroho na ya kimwili, lakini siku zote kumbuka hili neno, ikiwa Mungu amewaita, vita itainuka, yeye atakuwa amekwisha kutangulia mbele yenu, atakuwa amekwisha kutangulia mbele yenu. Mtazameni yeye aliyetangulia mbele yenu, na atawainulia watu ambao watatangulia mbele yenu. Vita itakapoinuka watakuwa wasemaji wenu, nyinyi mtanyamaza. Unless Mungu hajamuita huyu bwana. Sisi tulioitwa na Mungu, unaweza kujiuliza kwa nini mitume walikufa vifo walivyokufa. Mungu alikuwa wapi? Mungu katika hekima yake aliruhusu mitume wafe vile walivyokufa, ili kuthibitisha utakatifu, uaminifu na wingi wa rehema zake. Haleluya. Mfahamu kitu kimoja, Mungu ni roho. Ili Mungu afanye kazi kwa watu walio katika mwili, anatumia wenye mwili wenzao. Na ndio maana Mungu alipotaka kuokoa wanadamu wenye mwili, ilimlazimu avae nini? Avae mwili, aishi katika nini? Mwili, achukuliane na mambo yote yanayohusiana na wanadamu katika nini? Alafu auawe katika mwili na afufuke katika mwili mpya. Hiyo ni hekima ya Mungu. Kwa hiyo mambo yanayohusiana na Mungu, ikiwa wanadamu wako kwenye equation, kumbuka Mungu anatumia wanadamu, hatumii malaika. Atatumia malaika kupitia wanadamu aliowatuma. Hawezi kuja malaika hapa tukamwona hivi, no. Alishachaga kufanya hivyo. Ahimidiwe Bwana Yesu. Ahimidiwe Bwana Yesu. Kuna muda utapita katika majaribu,
utapita kama mwana Shilo. Kuna muda Shilo itapita katika mateso, lakini niwaambie kitu kimoja, Mungu atainua watu wa kuwa upande wenu. Atawainua na atawasimamisha, na hawatakuwa Wakristo, hawatakuwa waliookoka, hawatakuwa wanaosali sana, watakuwa watu wa kawaida, hata wasiomjua Mungu, hata wapagani atawainua. Atasema simama, tetea Shilo, na kwa vinywa vyao watasema maneno, alafu vita itakoma. Ndivyo Mungu anavyotenda. Sikiliza, Mungu anajifunuaga katika udhaifu. Hawezi kutumia watu wenye nguvu sana kukutetea wewe, na akikuona unapopita katika majaribu na changamoto unakimbilia watu wakubwa, yeye atanyamaza, sababu hatumiki huko, anatumika katika watu wa kawaida. Akitumika kwa watu wakubwa utajisifu, utasema kwa sababu niliongea na waziri. Yeye atataka ukaongea na mjumbe wa mtaa. Yule mjumbe wa mtaa ndo atakayesimama. Mungu ataweka maneno yake kwenye kinywa chake. Yule mjumbe wa serikali wa nyumba 10 ndo atasema ili kanisa mliache, linatusaidia sana kuwepo hapa, kwa sababu toka Shilo imekuwepo hapa, yeye mwenyewe ameacha kukabwa na wachawi. This is the God we worship. Huyu ndio Mungu tunayemwabudu sisi. Sasa anasema hapa, wakainuka watu pande ngapi? 2. Hawa sasa walikuwa upande wa Wayahudi na hawa upande wa mitume. Sema upande wa Shilo, upande wa Shilo na upande wasioamini uwepo wa Shilo. Mahali hapa lazima zitainuka pande 2. Madamu Ibilisi yupo, lazima kuwe na pande ngapi? 2, kwa sababu alitaka yeye kujitenga na nani? Na Mungu Baba. Na tunafahamu hata kwenye maisha yetu tumepingwa na mambo mengi sana, lakini Mungu alituma wajumbe kwa nyakati na majira tofauti tofauti. Wale wajumbe walipokuja, vita yetu ikakoma, sababu ndivyo anavyokomesha vita Mungu. Amini, Mungu anainuaga watu wa kutusaidia. Anainuaga watu kufanyaje? Anainuaga watu kufanyaje? Wa kutusaidia kwa nyakati na majira tusiyoelewa. Mungu atainua watu wa kuisaidia na kuifadhili Shilo, na wala hatutaelewa watakakotokea. Mungu anachotaka tuamini tu. Anasema hapa kwamba hata palipotokea shambulio la watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao juu yao, kuwatenda jeuri, kuwapiga kwa mawe, wao wakapata habari, wakakimbilia Listra na Derbe, miji ya Likaonia na nchi zilizo kando kando. Anasema wakakaa huko wakihubiri Injili. Let me tell you something. Acha nikwambie kitu. Asante Edith. There are times. Kuna muda. There are times. Kuna muda. Stones will be thrown at you. Mawe yatarushwa juu yako. But as they are throwing stones against you, kadri watakavyorusha hayo mawe juu yako, God will even increase you more. Mungu atakuzidisha zaidi. Yani, listen. If I take a stone here, kama nikichukua jiwe hapa and I throw it at you, nikalirusha juu yako, you will never remain standing the same place. Utaendelea kubaki umesimama. You will move somewhere else. Utasogea sehemu nyingine. Maybe that stone, once they throw it again, kama lile jiwe litarushwa tena, halitakuja pale. Lakini umeshasogea. Haleluya. Kule kusogea ni Mungu. Na ndio maana anasema walipopigwa kwa mawe, anataja miji mingapi pale? Okay, labda mlikuwa mjaelewa. Anataja miji mingapi hapa? Anasema wao wakapata, anasema hapa nyuma, anasema hata walipotokea shambulio la watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao juu yao, kuwatenda jeuri na kuwapiga kwa mawe, wao wakapata habari, wakakimbilia Listra, Derbe na miji ya Likaonia. Miji mingapi? That is how the church expanded. Amen. Ndivyo kanisa lilivyokuwa. Kuna muda Shilo itakuwa kwa kupigwa mawe, ili kuwe na Shilo Mlandisi, kuwe na Shilo kwa Matias, kuwe na Shilo Kimara.
kuna muda Shilo haitaongezeka kama mawe hayatarushwa. Sikiliza, Shilo ikiisha maliza kulitumika kusudi la Mungu mwenda pole, kuna namna itaambiwa nenda sasa Chalinze. Ila inaambiwaje iende Chalinze? Inaweza ikaambiwa iende Chalinze kwa njia ya kupigwa mawe. Yes. Sababu hapo tayari Wayahudi na Wayunani wengi wakaamini. Yes. Kwa kazi ya Shilo kuwepo katika mji ule Ikonio ilikuwa imeshakamilika. Sasa Mungu akaleta hekima yake. Sasa mnatoka hapa mtaenda Listra, Derbe na Laodikia, mtakwenda huko. Kumbuka, kanisa lilitoka Yerusalemu kwa kifo cha nani? Kwa kifo cha nani? Kwa Stefano asingekufa, kanisa lingebaki wapi? Yerusalemu. Na lisingekuwa limefanyaje? Limekuwa na kuenea. Ilikuwa lazima Stefano afe ili kanisa liweze kutawanyika. Kuna muda lazima situation fulani itokee ili Shilo ikue. Amen. Waswahili wanasema ukimpiga chura teke umemwongezea nini? Umemwongezea nini? Na kwa Shilo itakuwa atakayepiga teke Shilo atakuwa ameongezea nini? Kwa jina la Yesu. Tusichukulie mambo yote kwa ubaya. Mengine tuangalie Mungu amesimama upande gani. Hapa Mungu amesimama wapi? Unaweza kumwambia Mungu, hapo umesimama wapi? Mungu, katika hii changamoto ya Shilo umesimama upande gani hapa? Atakuonyesha kama alivyomwambia Daudi. Daudi alikuwa anaenda anamwambia Mungu, nikawapige nisiwapige? Anamwambia usiende kuwapiga, tulia. Alafu anamwambia nenda kawapige, lakini usipite njia hiyo, pita njia hii hapa. Shilo na yenyewe itaelekezwa hivyo hivyo. Kama unaamini sema amina. Kama unaamini sema amina. Kama unaamini sema amen yenye nguvu. Amen. Haleluya. Anasema na huko Listra palikuwa na mtu. Huyu mtu ameketi Listra. Huyu mtu yuko wapi? Listra. Yuko wapi? Alikuwa anasubiri mitume wapigwe mawe Ikonia. Walitawanyikia miji mingapi? Wa kwanza, wa pili, Derbe, wa tatu. Sasa angasema, angalia hapa anachosema. Anasema nini hapa? Na huko Listra. Anasema na huko Listra walikoenda palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Huyu jamaa alikuwa yuko wapi? Kwani kule Listra kulikuwa kuna sinagogi la Wayahudi? Kwa nini huyu kiwete akuguswa na nguvu ya hilo sinagogi? Fahamuni kitu kimoja. Shilo ilipo hapa leo hii. Shilo ilikuwa haijafika? Shilo ilikuwa haijafika Chalinze. Ikifika Chalinze itakutana na viwete kule wanaoisubiri. Haleluya! Lakini haimaanishi kwamba Chalinze hakuna watumishi wa Mungu. Yes. Haimaanishi kwamba Chalinze hakuna makanisa. Yes. Hakuna walokole, wapo. Ila special kwa ajili ya Shilo. Moses alikuwa. Mungu atawasubirisha Shilo ifike kule. Haleluya! Kama unaamini sema amina. Amen. Kama unaamini sema amina. Amen. That is what we call church expansion. Hicho ndo tunachoita kutanuka kwa kanisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tusichukulie kile kitu kwa ubaya. Tusichukulie kile kitu kwa ubaya. Kuna muda Mungu anaweza akataka utengeneze historia. Useme kabla hapa nilikuwa sehemu fulani, nikatoka pale, Bwana akanitoa. Bwana akanitoa, akanipeleka, Bwana akanitoa tena, Bwana akaniketisha mahali hapa. Na hapa nimefika. Haleluya. Sababu iko sehemu tu atakuketisha utafika. Kwa Listra katika sinagogi kuna mtu mmoja kiwete alikuwa anaingia kule. Anawasikiliza jamaa wanahubiri habari za Musa. Sio za Yesu. Habari za nani? Musa. Sababu kumbuka, Wayahudi waliokuwa wanakutana kwenye masinagogi ni Wayahudi ambao walikuwa hawajamwamini Kristo. Ndio walikuwa wanakutana kwenye nini? Kwenye masinagogi. Kwa hiyo hata Yesu alipenda kuingia kwenye masinagogi ili awaambie habari zake. Na ndio maana kuna siku akaingia kwenye sinagogi la Wayahudi, akafungua kitabu gombo, kitabu cha Isaya.
akisema na maneno haya yametimia. Akiwa wapi? Haya maneno yananihusu mimi, na mimi ndo nimetimia, nimekuja hapa. Bado hamtanielewa. Haleluya, haleluya. Hivi unaelewa neno la Mungu nalohubiri hapa? Sasa sikiliza. Kuna muda watu, kuna sehemu wako wamekaa, wanahubiriwa, wanaambiwa maneno ya Mungu, lakini vifungo vyao havijakatika. Vinamsubiri prophet aje aseme hiki kifungu chako wewe asili yake ni hii hapa. Wanasubiri mtu ambaye ana macho ya rohoni aweze kuona na kusema wewe cha kwako hiki hapa, na kuanzia leo kimekoma kwa jina la Yesu. Amen. Wanasubiri. Na huko Listra kuna mtu alikuwa afanyaje? Kiwete tangu tumboni mwa nani? Yaani Biblia inaposema tangu tumboni mwa mamaye, inataka kuonyesha uzito, complication aliyokuwa nayo yule jamaa. Ukiwete wake hakupata njiani tangu alivyozaliwa, kukuonyesha how difficult it would be, kuonyesha jinsi gani ilikuwa ni ngumu sana to heal him, kumponya huyo mtu. Unajua ambaye kwanza, mara nyingi viwete, katika mtu anaweza kawa kipofu, amezaliwa anaona afa kawa kipofu, alafu mtu anaweza akazaliwa anasikia afa kawa feje. Lakini kuna mtu amekutana na kiwete njiani, yaani amekutana na hali ya ukiwete njiani. Hivi mnaelewa viwete? Huyo ni kilema. Viwete wanakutanaga yaani ukiwete unamjia akishakuwa amezaliwa mzima kabisa hivi anatembea? Hapana. Hapana. Ninyi nauliza. Kuna kiwete ambaye amekuja kuwa kiwete ukubwani. Viwete wanafanyaje? Wanazaliwa. Ila vilema wanatokea njiani. Yes. Sio? Unakuwa na kilema cha jicho, unakuwa na kilema cha mkono. Hapa anasema kiwete tangu tumboni mwa nani? Kukuonyesha kwamba haikuwa rahisi. Yes. Sasa hili neno anasema hapa, mtu huyo alisikia Paulo alipokuwa akinena. Paulo alikuwa ananena nini? Kataeni injili ya maneno matupu. Mwambie jirani yako, kataa injili ya maneno matupu. Kataa injili ya maneno matupu. Mwambie kataa injili ya maneno matupu. Pokea injili yenye nguvu ya neno la Mungu. Huyu jamaa ameketi katika sinagogi, anamsikiza Paulo anahubiri injili. Kila Paulo alipokuwa akihubiri ile injili, graph ya imani yake inapanda. Paulo amesimama anahubiri injili hapa. Kila anapotamka, anapomshuhudia Kristo, yule jamaa graph ya imani yake inapanda. Paulo akaangalia akasema, huyu jamaa mbona naona kuna grafu inapanda mpaka kuzidi ukiwete wake. Kuna wengine hawajaelewa. Yaani shida yenu hamna ubao. Yaani iko hivi. Paulo injili yake ilikuwa hapa. Huyu jamaa imani yake ilikuwa huku. Na alikuwa kiwete. Kwa kuamini kwake ama kuto kuamini kwake kulitokana na hali yake ya mwili. Kwa Paulo kila alipokuwa kihubiri, imani inafanyaje? Sasa ilipofika kwenye level ya ukiwete wake, alafu ikazidi kidogo, iliyozidi pale ni imani, sio ukiwete. Imani yake ikazidi hali yake ya ukiwete. Paulo ndipo macho yake akafunguka. Yesu akamwambia, mwangalie huyu, ameamini kuliko hali yake. Hajaitazama hali yake, ila ameamini hiki ulichokisema. Paulo hakuwa na maneno mengi. Paulo hakuwa na nini? Maneno mengi. Hakuwa na nini? Anasema mtu huyo alisikia
alimsikia Paulo alipokuwa akihubiri, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponya. Ana imani ya nini? Aliona ana imani ya kupona ni nani? Sio kiwete. Kiwete yeye hajijui, huo muda hajielewi, ila imani yake imezidi hali yake ya udhaifu wa nini? Wa mwili wake. Ilipozidi, Paulo ndio akaona kwamba ana imani ya kuponywa. Sasa niwaambie, msimchoshe huyu jamaa. Kuna muda mnatakiwa muje na imani zenu tu. Imani ni kipokeleo cha uponyaji. Imani ni kipokeleo cha kitu chochote unachokiamini. Ni imani. Paulo alipoona kwamba huyu jamaa ameamini, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi, akaenda. Haleluya. Akasimama upesi, akaenda. Amina. Hakuanza tena pale, Baba, katika jina la Yesu. Yaani yale makeke yale, kama anamuona Moses hapo. Yaani Paulo hakuwa na maneno. Sema Paulo hakuwa na maneno mengi. Alipoona yule jamaa na imani ya kuponywa, akamwambia simama kwa miguu yako uende. Alafu Biblia inasema nini? Jamaa akafanyaje? Sio akaenda, akasimama, akaenda. Akasimama. Ni level ile ile ya nini? Ya imani. Ndio iliyomsimamisha pesi, kwamba hapa mimi naenda. Alafu Biblia inasema nini? Watu na makutano walipoona alivyofanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, miungu wametushukia kwa mfano wa wanadamu. Angalia sasa, hawa jamaa wamekaa wanamsikiliza Paulo. Yes. Pamoja na injili iliyohubiri Paulo, lakini akili zao ziko kwa miungu. Let me tell you something. Unapokuja kanisani, achana na imani ya miungu ya baba zako na mama zako. Yes. Hallelujah. Zidi katika imani iliyomo katika Kristo Yesu. Utapokea. Amen. Na Biblia haisemi huyu jamaa kama alirudi. Yaani huyu jamaa, unajua kiwete wanaotaka mpaka nini? Sugu zile, sio? Naamini kabisa huyu jamaa alikuwa amekaa, alipoambiwa simama kwa miguu yako uende, Biblia ikasema akasimama upesi. Atakuwa alitoboza kwenye mlango au dirisha na hakuwahi kuonekana, sababu Biblia haimzungumzii. Kama yule kunguru aliyetumwa na nani? Na Nuhu. Alirudi. Kwanza umemfungisha muda wote, umempa chakula kidogo. Sasa alipotoka yule kunguru anaona mizoga, alikuwa na haja gani ya kurudi? Biblia inatuambia wao wanarudi, sababu hata wale wakoma walirudi kwa nani? Walirudi kwa Yesu. Hata kama wakurudi wote, kuna mmoja alirudi. Biblia isemi lile neno upesi, akasimama upesi. Kilichomsimamisha upesi ni imani yake ile ile. Ni level ile ile ya nini? Iliyomsimamisha upesi. Na level hiyo hiyo ikamwambia hauna haja ya kurudi tena. Haleluya. Na sisi wachungaji tu ndio tunasema rudi utoe ushuhuda. Anarudi kutoa ushuhuda wa nini? Mtu ambaye alikuwa kiwete na watu wote tunajua kiwete tangu kuzaliwa. Yaani yeye kutembea hata bila kurudi kanisani tayari ni ushuhuda. Unataka rudi kufanya nini? Sadaka? Kutoa sadaka? Wewe ndio utasema hivyo. Kama huyu jamaa angerudi, Biblia ingesema baada ya kiwete alifanyaje? Na madam Biblia haijasema, aliendelea kuwashuhudia huko kwamba nalikuwa kiwete na sasa tembea. Hiyo inatosha. Una haja ya kuambia rudi kanisani. Umesikia Pastor Moses? Una haja. Kuna wengine wakienda waendage, sababu kule ndio maana walikuwa umeponywa wapi? Nani aliyekuponya? Sasa mimi sijui aliyeniponya ni nani. Kuna jamaa mmoja anaitwa Yesu ndio aliyeniponya mimi. Mnakumbuka kipofu Yohana ngapi? 9. Sio? Mnakumbuka habari ya kipofu? Mpaka Wayahudi walimuuliza mara 4,
Akamwambia, na nyinyi mnataka kuwa wanafunzi wake nini? Mimi ninachojua nilikuwa kipofu na sasa kabisa. Niwaambie, Shilo Mungu aitumie kuponya ndugu zenu, rafiki zenu, majirani zenu. Hata wasiporudi kule kwao waseme umeponea wapi? Waseme Shilo. Amen. Niwaambie, mimi kanisa limekuwa kwa sababu hiyo. Kuna muda tunahitaji tu kuruhusu nguvu ya Mungu ifanye kazi. Haleluya. Ikishafanya kazi iachie iendelee. Na bado hamjaona. Yes. Hamjaona upande mwingine wa huyu jamaa. Yes. Na mtauona baada hapa kwenda mbele, mtaendelea kuona. Amen. Niko namwambia Moses, hii kukaa unamwambia mtu dakika 5. Baba, katika jina la Yesu, funguka. Ngambia unapoteza muda. Say it, speak it. Nyosha mkono wako. Nguvu inaenda. Amen. Imo nguvu ndani yetu. Haleluya. Paulo, huyu jamaa alipofunguka hakusema mkamateni ama mwandikisheni kwenye daftari na kumfuatilia, chukueni namba yake ya simu. Hakusema huyu mtu ameponywa hapa, hana hata shukrani. Kama nawaona vile. Hivi mnapoponya watu mnataka wawe na shukrani, wakushukuru wewe kwa ajili ya nini? Wewe nani kwani? Sababu Mungu amekutumia. Mungu anaweza akatumia hata jani lile pale. Tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu. Ndivyo Shilo itakavyokuwa sana. Hawa jamaa walipoona huyu jamaa kiwete tangu kuzaliwa, amefanyaje? Amepona, ameondoka. Akili zao zikarudi kwa miungu yao. Yes. Mmoja alikuwa anaitwa Herme na mwingine anaitwa nani? Zeu. Kwa hiyo Barnaba akaitwa nani? Zeu. Paulo hapo akaitwa nani? Sababu akili zao ziliamini miungu imewashukia kwa mfano wa nini? Wa wanadamu. Kusema miungu si ni roho. Wakasema kuhani wa madhabahu akanyanyuka mbio, akaenda kuchukua nini? Soma hapo. Akaenda kuchukua nini? Mstari wa 13. Kuhani wa Zeu ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji. Akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Amen. Sasa kutoa dhabihu manake Herme ambaye alikuwa ni Paulo ndio anakuwa Mungu. Wanataka kumtolea nini? Sadaka. Na taji ya nini? Ya maua. Hivi Mungu wetu huyu tungekuwa tunamvika maua, maua yangebaki hapa duniani? Wangapi mmeenda pale Kisutu, Wahindi pale Kisutu mjini Dar es Salaam? Umeona wanatengenezaga nini? Maua. Alafu wanavisha nini? Kwenye miungu yao, ng'ombe. Miungu gani kwanza ina matumbo makubwa vile? Tembo anakuwa Mungu wako wewe toka lini? Kwa hiyo umeona wanakotokea? Yes. Sasa wewe umeelewa? Sio umeona Wahindi wale wanatengeneza maua. Alafu na vibabu vya Kiswahili ndio vinashona yale maua. Vinatembea vinakusanya maua, vinashona yale maua. Alafu jioni wakija kuabudu wanachukua yale maua. Wanaenda wanamvalisha Mungu wao. Mungu wetu sisi avalishwe maua kwa jina la Yesu. Haleluya. Kama huyu Mungu amesema nyinyi wanadamu ni mfano wa maua, yanadondoka na kunyauka, tunamvisha tena maua? Jamaa akaenda akachukua ng'ombe na maua ili waende wamvishe Paulo awe Mungu Herme. Maanake Mungu wao ameshuka katika mwanadamu, ndio anaweza namfahamu kitu kimoja. Let me tell you something. Acha niwaambie. You know what happened? Unajua nini kilitokea?
They believed in their gods. Waliamini miungu yao. Because they had seen manifestations. Kwa sababu waliona miungu yao ikitoa matokeo. Of their gods. Angalia neno wanalosema. Watu wa mji walipoona muujiza ule, wakiwete kutembea, wakaamini. Miungu yao imeingia katika mwili, ikawa Paulo na Barnaba. Alafu ilipoingia katika mwili ndio ikafanya ule muujiza. Maana walikuwa wanaamini miungu yao ilikuwa inaleta matokeo. Na ndio maana kuna watu mnaona hapa, kuna wanaenda kwa waganga, afu wanakuwa wapi? Kuna watumishi pia wanaishi kwa waganga, alafu wanasimama wapi? Madhabahuni. Na sasa hivi wanazidi kuongezeka. Niwaombe kwanza Mungu awape macho ya kiroho. Wakija watumishi waone mwafukuze. Maana wapo. Wanaishi katika dimbwi la nguvu za giza. Lakini wanasimama wapi? Madhabahuni. Niwaambie mtu wa Mungu, raise watu wa kwako. Inua watu wako. Acha kutegemea watu kutoka nje. Kuja kuhudumia hawa watu hapa. Mtaletewa na moto wa kigeni hapa. Mtapigwa, mtatawanywa. Mungu akupe hekima, raise watu. Kama wewe ulivyokuwa IDM, ukawa hivyo ulivyo, raise watu. Humu kuna vipawa. Haleluya. Humu kuna karama. Haleluya. Wanaweza kawa na udhaifu wao, wape nafasi. Haleluya. Wakike wape nafasi, wa kiume wape nafasi. Haleluya. Sasa hivi kanisa lina hali mbaya. Sasa hivi kanisa lina mambo mengi. Yes. Mtaleta watu watasimama hapa, watasambaratisha hii madhabahu. Yes. Lakini nje wanaonekana ni mfano wa kondoo. Yes. Lakini ni mambo mwitu. Yes. Msipende kualika watu ovyo ovyo. Nimesema nini? Msipende kualika watu ovyo. Mimi ukiniuliza mwaka jana nimealika watu wangapi na kuhesabia, nadhani 3 tu. Nao wajua, nao waelewa. Lakini na marafiki wengi mno. Na maprofeti wengi ningeweza kuwaleta pale muda wote. Lakini nikiwaangalia hivi naona huyu ni fighter. Hii madhabahu ni ya kuilinda. Haleluya. Ni ya kufanya jamani. Kumbuka hawa makuhani wa miungu mingine wakaamini ule muujiza umetokana na nini? Mungu wao. Na miungu yao. Na Mungu hachanganywi na vitu vingine. Mungu hachanganywi na nini? Anasema utukufu wangu sita mpa mtu mwingine awe nao. Haleluya. Amen. Haleluya.